Mtazamaji, ujambo popote ulipo. Leo tuko na mgeni hapa studioni ambaye anaitwa Kasene Maxwell. Tumekuja leo kujadili jinsi ya teknolojia imekuwa na athari zipi katika Kenya hii. Acha nimpe mgeni mwenzangu ajitambulishe. Asante sana Tobigo Cedric, kwa majina kwa watazamaji ambao wanatuona kwa sasa. Kwa majina naitwa Kasene Maxwell. Asante sana mgeni wetu, nakwambia karibu studioni. Asante sana. Nisikie huru. Asante sana. Kwa mjadala wa siku ya leo tunazungumza ya kwamba je, katika teknolojia yetu ya leo imeleta manufaa gani katika jamii ama Kenya nzima? Kwa athari za teknolojia imeweza kukiri vijana hasa ambao wanatumia mitandaoni, ambao kulingana na hayo mengi, kuna athari ambayo sasa vijana wanaweza kujipata kwenye shida hasa wakitumia teknolojia. Okay, asante sana mgeni wetu kwa kujibu swali hilo. Je, swali lingine ni kuwa teknolojia ya kisasa inaweza athiri aje vijana wetu wa sasa katika Kenya hii? Kulingana na athari ya teknolojia, huwa vijana wanakosa wanalofanya kupitia teknolojia, kwa sababu kuna hawana ajira. Kuna vijana ambao wanakaa tu nyumbani, hawafanyi kazi yoyote. So wakikaa tu nyumbani, huwa wanaanza tu kufanya mambo moja mbili tatu ambayo yanapaswa yanaathiri teknolojia ya kisasa. Okay. Swali lingine ni je, changamoto ni zipi ambayo vijana wanapitia katika athari hizi? Kulingana na swali hilo, changamoto ni mingi. Kijana hana ajira, kijana hawezi kufungua macho na kuanza kibiashara, kwa sababu si vijana wote ambao wanaanza biashara. Kuna hata ukienda katika kaunti yetu ya Narok, unapata vijana wanaanza kibiashara, wanauza ng'ombe kidogo kidogo, wanaanza biashara, wanaanza kibiashara polepole, na ndipo sasa kwa lugha ya Kiingereza idleness. Hiyo idleness inawapatia vijana wanajiingiza kwenye harakati za kutumia dawa za kulevya, na pia tena kuuza na kwenda kuiba mifugo ya watu usiku. Na kulingana na haya yote, hii ni kutokana na ajira ya vijana na pia matatizo mengi ya vijana. Na mtazamaji, popote ulipo, nakwambia mtazamaji, kuna vijana wengi pia wamejitokeza huko mitaani, wanauza hata machungwa huko, anauza biscuit hapo tunaona anaendelea vizuri kukuza jamii. Na pia ukienda hapo town utapata vijana wetu ambao wanauza mayai. Kuna ambao wanauza watermelon, kuna ambao wanauza hata matunda, ili waweze kupata kitu kidogo kidogo, ambao wameanza kufungua macho. Na unaweza pata vijana kama bado wanalipia rent na bado wanajitafutia chakula. Pia tena wanafunzi ambao wanaanza kusoma huko chuo kikuu, wanapitia hayo na anajua atahasa. Hapo ndipo mtazamaji wangu natamatisha mjadala wetu wa sasa. Umekuwa nami Cedric Tobigo pamoja na mgeni wetu Kasene Maxwell. Asante msikilizaji, kwa hili mtazamaji wa runinga ya IFC. Leo niko hapa kwenye studioni, na leo nimeanza kuwa
na mgeni hapa ambaye ni waziri wa elimu katika Transmara, magharibi ya Transmara, Kilgoris Narok County. Ukiwa nami Kasena Maxwell pamoja, hebu utuelezewe ni nani? Kwa majina anaitwa Cedric Tobigo. Mimi ni waziri wa elimu katika Narok County. Na tutaendelea mengi. Asante sana mgeni, karibu kwenye studioni. Leo tunaweza kuangazia mengi kulingana na masomo, kwa sababu wewe ni waziri wa elimu katika utekelezaji wa mifumo ya CBC katika shule za Kenya. Habari leo tunajadili utekelezaji wa mifumo wa CBC katika shule za Kenya. Mfumo huu umelenga kuboresha elimu nchini. Unaona unaathiri vipi wanafunzi na walimu? Kwa sasa mfumo wa CBC imeweza kukuza talanta na pia iko na changamoto, kwa sababu changamoto moja ni mwanafunzi anaweza kosa vifaa ama ukosefu wa walimu. So ni hayo ndio changamoto ambazo wanafunzi pia walimu pia wazazi wanapitia. Kuna changamoto na pia kuna faida ya hii masomo ya CBC. Acha nikuanzia hapo, hebu utueleze changamoto zipi ambayo wazazi wanapitia kulingana na hii mifumo ya CBC. Changamoto ambayo wazazi wanapitia kwa sasa imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu mzazi anaweza kosa fedha ama kose pesa ya kununua vitabu ama kose pesa ya kununua uniform, vifaa vya kutumia, kwa sababu hii masomo ya CBC inaweza kuchangisha maneno mengi sana hadi wazazi wanashindwa hata kuwapeleka watoto wao shule kwa sababu kukosa karo ama kukosa pesa ya kununua vitu vingine. Na tuliweza kuona pia Rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais William Ruto akitoa onyo kali. Aliweza kutoa onyo kali kwa wanafunzi waende shule hata kama hawana sare na karo. Hizo ni changamoto ambayo yanakiri pia hata wazazi, na pia wazazi wanang'ang'ana kutafuta karo. Lakini kama wewe, hebu tueleze ni changamoto zipi ambayo pia hata walimu wanapitia? Walimu pia wanapitia changamoto, kwa sababu mwanafunzi ataweza kuja shuleni akose karo ama atumie tena nyumbani ili kuleta karo. So walimu wanapitia changamoto kwa sababu mwalimu ataweza kuja shuleni na akose wanafunzi wa kuwafunza, kwa sababu mwanafunzi ataweza kosa shule kwa sababu ya karo. Asante sana waziri wa elimu kutoka eneo la bunge la Kilgoris Transmara Magharibi kwa kuungana nami tena. Asante kwa maoni yako kwa hii mifumo ya masomo mapya ya CBC. Na pia tuliweza kuona Migosi Ogamba pia aliweza kutoa onyo kali kwa wazazi ambao hawatekelezi kuwapeleka wanafunzi shuleni, hasa ambao wanajiunga na gredi la 10. Hebu tueleze kidogo hapo. Wacha nielezee kwa kina hapo. Sheria ya serikali inasema kuwa lazima watoto wote wapate elimu. Na vile rais amesema kuwa watoto wote ama wanafunzi wote wapeleke shule hata bila karo ama uniform. So kwa sababu serikali iko na mkono mrefu, so imeleta hiyo jambo la kusema kuwa wanafunzi wote wanapaswa kupelekwa shuleni wakati unaofaa. So mzazi ambaye hajapeleka mtoto wake shule ataweza chukuliwa mikono hatua. Na asante sana waziri. Na mfumo huu wa CBC inaweza kuwasaidia wanafunzi hasa kwa kutunza talanta, kwa kukuza talanta na vipindi mbalimbali. Inaweza kusaidia? Inaweza saidia sana, kwa sababu wakati wanafunzi walikuwa shule ya msingi waliweza kukuza talanta ama
wanafunzi waliweza kukuza talanta kwa kutengeneza vyakula vyao